Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 8. Warumi sura ile ya kwanza na mstari ule wa 18. Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imezihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ghadhabu ya Mungu imezihirishwa juu ya wanadamu wote waendao kinyume na kile ambacho neno la Mungu linazungumza. Kwa lugha nyingine, hasira ya Mungu iko juu ya yeyote yule anayeenda kinyume na Mungu. Na Yesu alipokuja hapa duniani alikaa kwenye nafasi ya kwetu sisi, ni nafasi ya kwenda kinyume na Mungu. Kwa hiyo akabeba dhambi zetu, halafu ile hasira ya Mungu iliyokuwa juu ya kila mmoja ambaye yuko kinyume na Mungu ikawa juu ya Yesu. Kwa hiyo nafasi ya Yesu, sisi tukawa kwenye nafasi ya Yesu kwa imani. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Kristo, manake anaingia kwenye nafasi ya Kristo. Yule ambaye hajamwamini Kristo anakuwa kwenye nafasi ya kuhukumiwa. Kwa hiyo hasira ya Mungu ikawaka juu ya mwanaye Yesu Kristo, kwa sababu amevaa viatu vya wahusika wa dhambini. Yani mimi na wewe, kabla hatujamwamini Kristo, Yesu alivaa uhusika wa dhambi. Hakuwa na dhambi, yeye hakuijua dhambi, lakini Mungu alimfanya kuwa yeye asiyejua dhambi, alimfanya kuwa mdhambi ili sisi tuweze kuokolewa katika dhambi. Kwa hiyo hasira ya Mungu, tumesema Mungu ni wa haki, kwa hiyo ana hukumu juu ya dhambi. Hasira ya Mungu ikawaka juu ya Kristo ambaye amekuja kwa ajili ya kuhakikisha mwanadamu anayemwamini anapata ondoleo la dhambi. Ukiangalia Warumi sura ya 2 mstari wa 5 anasema, bali kwa kadiri ya hukumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Kwa hiyo yoyote asiyemwamini Mungu kupitia Kristo, kinachotokea hasira ya Mungu inawaka juu yake. Kwa hiyo wewe ambaye hujamwamini Kristo, manake hasira ya Mungu iko juu yako, unaendelea kujiwekea akiba ya ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini yule ambaye anampa Yesu maisha yake, manake Yesu anaachilia uzima kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa hiyo ulikuwa katika kifo, lakini Yesu anakufufua. Sasa Yesu alikufa katika dhambi za kwetu, lakini akafufuka katika haki ya Mungu, akashinda nguvu ya kifo na mauti, akashinda nguvu ya kifo, mauti na kaburi vilipiga magoti mbele za Yesu. Na kwa sababu Yesu alifufuka kwa kuishinda mauti, ndio maana na sisi leo tunao uwezo juu ya mamlaka za nguvu za giza na juu ya kifo na kaburi. Na ndio maana siku ile ya ufufuo, Yesu atakaporudi mara ya pili kwa ajili ya kulinyakua kanisa, sisi nasi tutafufuliwa katika haki ya Mungu na tutaenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Na wakati huo wale walio katika dhambi, nimekwambia, watakuwa wakijiandaa kwa mauti ya pili ambayo nitaielezea hapo baadaye. Kwa hiyo mpaka hapa sasa, ni nini maana ya kufa katika dhambi? Nini maana ya kufa katika dhambi? Maana yake ni kutenganishwa katika uwepo wa Mungu. Ulikuwa katika uwepo wa Mungu na sasa unatengwa mbali na uwepo wa Mungu. Wewe maana yake umekufa kiroho. Kufa katika dhambi ni kuwa chini ya miliki ya nguvu za giza, ama kuwa wakfu kwenye ufalme wa giza, kuwa kwenye gereza la dhambi. Hivi ndivyo tulivyokuwa hapo mwanzo kabla hatujamwamini Kristo. Wakolosai sura ile ya 2, ukianzia Wakolosai 1:13 anaelezea ya kwamba Yesu alituhamisha katika ufalme wa giza. Mungu alituhamisha kupitia Kristo kutoka kwenye ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi
Haleluya. Wakolosai sura ya 2 ukisoma mstari huo wa 13 anaelezea, anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Kufa katika dhambi maana yake ni kuwa katika kifungo cha dhambi, ni kuwa katika kifungo cha giza kwa sababu ya dhambi, ni kutokuwa na uzima wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo na sisi tulikuwa katika gereza la dhambi, lakini yeye ametufufua kwa damu yake ya thamani. Kufa katika dhambi inamaanisha kupoteza ile divine connection na Mungu wako, kupoteza ule muunganiko wa kiungu, ile friendship, ule urafiki wa kiungu na Mungu wako unapotea. Kufa katika dhambi unamaanisha kupoteza ushirika wa kwako wewe wa kibinafsi na Mungu wako. Unapoteza ule ushirika kama ilivyotokea katika bustani ya Eden kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu alipoteza ule ushirika wake na Mungu. Inamaanisha kupoteza ule uzima wa Mungu mwenyewe, kupoteza ule uzima wa Mungu mwenyewe. Huwezi ukaendelee kuishi katika kile ambacho Mungu anakitaka, mapenzi ya Mungu, au ukaishi kama Kristo iwapo hauna uzima wa Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye uwezo wa kushinda nguvu ya dhambi isipokuwa ni yeye aliye na uzima wa Mungu ndani yake. Uzima wa Mungu haimaanishi tu umezaliwa mara ya pili, umeokoka, sasa unasali. Hapana, ni zaidi ya kawaida, ni zaidi ya kwenda kanisani, ni zaidi ya kuitwa mwamini, ni zaidi ya kubatizwa. Uzima wa Mungu maana yake ni kuakisi kile ambacho ni uhalisia wa maisha ya Kristo ndani yetu na kuyamanifesti katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Hii ndio kuwa na uzima wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi katika dhambi, aliyekufa katika dhambi, tafasiri yake ni kwamba uzima wa Mungu haumo ndani yake. Kwa hiyo kufa katika dhambi anamaanisha ule uelewa wa mambo ya roho haupo tena ndani ya mtu husika. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 11. Ngoja nikusomee hili andiko hapa ili kusudi kuweza kupata uelewa zaidi. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 11. Biblia inasema, maneno ya Paulo haya, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndiye ayafahamuye yale yaliyo ya Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye hana roho wa Mungu ndani yake, maana yake huyu mtu hana uzima wa Mungu ndani yake. Mtu ambaye hana roho wa Mungu ndani yake hawezi akafahamu mambo ya roho, hawezi akafahamu mwenendo wa mambo ya kiungu katika ufalme wa Mungu mwenyewe. Maana yake huyu mtu yuko nje ya maisha ama uzima wa Mungu mwenyewe. Katika mstari wa 14 wa Korintho wa kwanza sura ya 2:14 anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo kufa katika dhambi maana yake ni kwamba mambo ya rohoni wewe hayakuhusu, huyajui, uhusiki nayo, huwezi ukatambua, huwezi ukajua ni nini Mungu anazungumza, huwezi ukajua juu ya kile ambacho tunasema Roho Mtakatifu anawaongoza watu ndani ya Kristo. Kwa hiyo baada ya kuona sasa summary hiyo ya kufa katika dhambi tunamaanisha nini, hebu tuone na kuishi katika Kristo tunamaanisha nini. Kuishi katika Kristo au kuishi ndani ya Kristo maana yake ni kuzaliwa mara ya pili,
maana yake ni kupokea uzima wa Mungu mwenyewe, ile Zoe. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote atakayemwamini asiweze kuangamia, asipotee, bali awe na uzima wa Mungu mwenyewe. Yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa Mungu mwenyewe. Katika Yohana sura 3:36 anasema, amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hiyo kuwa hai ama kuishi ndani ya Kristo maana yake ni kuwa na uzima wa Mungu mwenyewe, ni kupokea uzima wa Mungu mwenyewe. Unafanyika kuwa hai, unafanywa kuwa hai, kufanywa kuwa hai, kurejeshewa uhai, kurejeshewa uzima, maana yake ni kupokea uzima wa Mungu mwenyewe. Kuzaliwa mara ya pili, yani unapokea uzima wa Mungu mwenyewe, unafanywa kuwa hai. Kuzaliwa mara ya pili au kuwa hai ndani ya Kristo, maana yake tunamaanisha kufanywa kuwa mpya, kufanywa kwa upya. Wakorintho wa pili sura 5:17 anasema, yeyote chochote ndani ya Kristo kimefanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita. Mtu akisha kuwa ndani ya Kristo, ya kale yote yanapita na tazama yote yanakuwa mapya. Wakorintho wa pili sura 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kumbe kuwa hai ndani ya Kristo maana yake ni kuyaacha ya mwanzo, kuacha maisha ya dhambi, kuacha kila aina ya viashiria vya utawala wa giza, na sasa unafanywa kuwa mtu mpya, mwana wa kifalme, ufalme wa Mungu mwenyewe, mtu mpya. Ndiyo maana ya kuwa hai katika Kristo. Wakolosai 1:13-14 anasema, alituhamisha katika utawala wa giza, tuligeuzwa tukafanywa watu wapya. Tulikuwa ni watu ambao ni wana wa giza, tumegeuzwa, tumefanywa kuwa wana wa nuru. Kuishi ndani ya Kristo ni kuwekwa kuwa upya, kufanywa kuwa mpya, kugeuzwa na kutengenezwa upya. Kuishi ndani ya Kristo inamaanisha kupokea wokovu. Wokovu ni furushi lote la mambo yote mazuri kutoka kwa Bwana. Ukiachilia mbali uzima, kila kitu. Uzima maana yake ni kufunguliwa, ni kuwekwa huru mbali na mateso yote na nguvu za giza na kadhalika. Petro wa kwanza sura 2 mstari ule wa 24. Kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu Petro anakizungumza katika Petro wa kwanza sura 2 mstari ule wa 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kupigwa kwake mliponywa. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu akazipeleka katika msalaba, ili sisi tuweze kuwa hai kwa mambo ya haki, tuweze kupokea uokovu kutoka katika dhambi, tuweze kupokea kufunguliwa kutoka katika magonjwa. Anasema tuliponywa, lakini pia inamaanisha tunakombolewa, kufunguliwa kutoka katika giza, kuingizwa katika nuru ya Mungu mwenyewe, kufunguliwa kutoka katika giza na kuingizwa katika nuru ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukisoma Yohana sura ya 8:12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mimi ndimi nuru, na yeye anifuataye hata kuwa gizani kamwe, hata kuwa miliki ya giza, hata milikiwa na giza tena, bali atakuwa ni miliki ya nuru, na si tu nuru ya uzima. Kwa hiyo tumebadilishwa kutoka katika utawala wa giza. Tulikuwa tunatembea katika giza na sasa tunatembea katika nuru. Hatuko katika kifungo cha giza. Anamaanisha tumefunguliwa kutoka kwenye shughuli zote za nguvu za giza, shughuli zote za nguvu za giza. Kwa hiyo kama una uzima wa Mungu mwenyewe ndani yako, manake shughuli yoyote ya nguvu za giza haina nafasi ndani yako, haitakiwi kupata nafasi kwenye eneo lolote la maisha kwako.
nguvu ya giza haitaki kupata nafasi kwenye eneo la maisha ya kwangu, kwa sababu uzima wa Mungu uko ndani yangu. Uzima wa Mungu mwenyewe, ile zoe ni uzima wa Mungu mwenyewe uko ndani yangu. Hakuna activity, shughuli yoyote ya ibilisi inapaswa kupata nafasi aidha kwenye mwili wa kwangu, kwenye nafsi, kwenye roho, kwenye chochote kile kinachoitwa ni shughuli za maisha ya kwangu ya kila siku. Activities za spiritual forces hazina nafasi kwenye maisha kwangu, hazitakiwi. Kwa nini? Ninao uzima wa Mungu mwenyewe. Nimekwambia uzima wa Mungu ni zaidi ya kusema nimeokoka na Yesu ni Bwana kwenye maisha kwangu. Ni zaidi ya hapo. Waamini wengi tumekuwa hatuishi katika uhalisia, lakini nataka nikwambie, ungana nami katika safari hii ya kubadilisha namna ya kuishi, kwamba tunataka tuone uzima wa Mungu ndani yetu ukiwa katika uhalisia wa maisha yetu ya kila siku, katika jina la Yesu. Luka sura ile ya 4 mstari wa 18, ni kuonyeshe kitu hapo. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Yesu mwenyewe anazungumza, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Maana ya kuwa hai ndani ya Kristo ni hii. Luka sura ya 4:18. Kuwa hai ndani ya Kristo, kuishi ndani ya Kristo, maana yake ni kuwa huru mbali na utawala wa dhambi, mbali na utawala wa giza. Ni aibu na ni ajabu waamini ambao tumemwamini Kristo alafu bado tunaishi katika kuvumilia dhambi. Yaani tunaishi kwenye vipindi vya kuivumilia dhambi. Hatupaswi kuwa ni watu wa kuvumilia dhambi. Hatupaswi kuwa ni watu wa kujikongoja ili kuiepuka dhambi. Ni kitu ambacho ni separated. Hakipaswi kuchukua nafasi kwenye maisha kwetu. Hakina nguvu. Kwa nini? Uzima wa Mungu mwenyewe uko ndani yetu. Kitu cha kufanya ni kumpa nafasi Roho Mtakatifu aendelee kugeuza fikra na nia za kwetu zimfanane Kristo, na hiki ndicho ambacho Mungu anakifanya mpaka sasa na atakifanya mpaka Yesu atakaporudi kulinyakua kanisa. Ndio maana anasema kupitia Paulo anasema ameweka mitume na manabii na walimu na wainjilisti na wachungaji katika kanisa kwa lengo la kuwajenga waamini, kuwakamilisha kufikia cheo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo naamini hata katika sauti hii unaoisikia ni kusudi la Mungu kuweza kukusaidia kutambua kwamba haujaokoka kwa bahati mbaya, na wokovu ambao umeupokea ni unapaswa kuwa uhalisia kwenye maisha yako. Uzima wa Mungu ulioupokea unapaswa kuwa ni kufunguliwa kwako, kuwa huru wewe mwenyewe. Haleluya. Kuwa ndani ya Kristo anamaanisha ni kuweza kuwa huru mbali na hasira ya Mungu. Tumeona kwamba hasira ya Mungu ilikuwa juu ya dhambi, nafsi itendeo dhambi kwa sababu ya haki ya Mungu. Lakini sasa kwa sababu ya Kristo aliyebeba hasira ya Mungu, aliyekubali kubeba ghadhabu ya Mungu kwa ajili yetu, kwa hiyo sisi tukimwamini Kristo tunaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu ama hasira ya Mungu. Tumesema kwamba kwa sababu mwanadamu amepewa utashi, ana uwezo wa kuamua, amepewa hiari, ana uwezo wa kuchagua, achague uzima au mauti. Kipindi chote ambacho tunaishi ni kipindi cha kuexercise ile hiari ambayo Mungu ametupa, ambapo baada ya kipindi hiki ambacho Mungu ametupa cha maisha, hiari ambayo tumepewa, matokeo yake tutayaona siku ile ya unyakuo, Yesu atakaporudi kulinyakua kanisa. Matokeo ya hiari ama matumizi yetu ya hiari katika kipindi cha lifetime ya kwetu ambao Mungu ametupa, tutaenda kuyaona wakati ule. Na maanisha nini? Tumesoma katika kitabu cha Torati sura 30:19 ya kwamba
Mungu ameweka uzima na mauti, anakuambia chagua uzima. Ameweka baraka na laana, amesema chagua baraka. Anakusaidia juu ya uwezo wa hiari ya kwako kuweza kufanya choices nzuri, lakini asilimia kubwa wanadamu, hiari hii imekuwa inatumika vibaya. Watu wengi wanachagua kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kuwa na mafanikio hapa duniani au kutokupoteza heshima za kwao. Lakini nataka nikwambie ya kwamba nyakati zinakuja ambako matokeo ya hiari ambayo umekuwa nayo na umetumia hiari hiyo vibaya kuchagua vitu ambavyo havifai, vinapoteza nafasi ya uzima wa Mungu kwenye maisha yako. Baada ya muda ambao Mungu amekupa kuishi hapa duniani, kitakachokifuatia hakutakuwa na muda wa kutubu tena, bali ni kutumikia matokeo ya hiari ya kwako. Kama hiari yako ilichagua uzima, utatumikia uzima wa milele katika sherehe na Yesu mwenyewe na maisha ya utawala wa umilele ukiwa na Bwana Yesu mwenyewe. Na kama ulitumia hiari yako katika uchaguzi mbovu hapa duniani, siku ile ya mwisho ya hukumu, maana yake utaenda kutumikia matokeo ya hiari yako mbovu katika mauti ya pili. Sasa hii mauti ya pili ni nini? Tunaposema mauti ya pili ni nini? Tumeona kwamba huu mwili baada ya kuwa mwanadamu ametenda dhambi, huu mwili unakufa. Na mpango wa Mungu ilikuwa ni mwanadamu aishi na Mungu, aishi katika ushirika wa kibinafsi na Mungu, lakini pia aweze kutawala dunia kupitia huyu mwanadamu milele yote. Na sasa mwanadamu, dhambi imeingia na mwili wake huu wa dhambi unakufa. Lakini sasa Biblia inazungumza ya kwamba kuna ufufuo ambao unakuja. Hiki ambacho nimekisema kwamba hiari ya kwako inaamua baada ya kufa, na ufufuo utakapokuja ni wapi utaishi, ni wapi utaelekea. Nataka nikwambie yapo maisha baada ya kifo. Inaweza ikawa ni kauli ambayo uielewe, lakini nataka nikwambie yapo maisha baada ya kifo. Baada ya kifo ni hukumu, na hukumu hii ndiyo maisha yenyewe. Mtu anapokufa anasubiri wakati wa hukumu ya kwake katika kiti cha hukumu cha enzi ya Mungu, ambapo hapo ile matokeo ya hiari yatathibitika, yatamfuata kila mmoja sawa sawa na alivyoamua kwa hiari ya kwake. Katika ufufuo, siku ya mwisho, watu watafufuliwa na wafu pia watafufuliwa. Lakini wale waliokufa wakiwa wamemwamini Kristo, manake uzima wa Mungu ulikuwa ndani yao, hawa ni watu ambao watafufuka na kwenda kumlaki Bwana mawinguni na kusherehekea na Bwana Yesu milele na milele na milele. Watatawala na Bwana Yesu. Lakini hawa ambao wamekufa katika dhambi, wao watakapofufuliwa wanaenda kutumikia matokeo ya hiari yao ya kuichagua dhambi, kupenda dhambi. Maana yake wataenda kwenye ziwa la moto wa milele kwa sababu ya kutokutii kwao. Janto baratos tibidia. Acha nikuonyeshe andiko hapa, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na mstari ule wa 20. Tunazungumzia mauti ya pili. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Nimetaka nikuonyeshe ile andiko ili uone uhalisia wa kile ambacho ninakizungumza, ya kwamba wafu watafufuka. Madam Yesu amefufuka, basi wale kuna uwezekano wa kufufuka pia, kwa sababu Yesu ameshinda mauti. Kwa hiyo Yesu amefufuka kama mtangulizi wa watu wengine ambao wamekufa katika Kristo. Kwa licha ya kwamba ametufufua katika dhambi, tumekuwa hai. Sasa katika siku ile ya mwisho na atatufufua tena ili tuweze kupokea miili mipya, miili ya utukufu wa Mungu,
ili tuweze kusherehekea na Bwana Yesu milele. Lakini wale ambao wamekufa katika dhambi, kwa mujibu wa Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 29, anazungumza anasema, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, waliomkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watafufuliwa kwa ajili ya maisha ya umilele, na wale waliotenda mabaya watafufuliwa ili wahukumiwe hukumu ya milele. Ndicho anachomaanisha katika Yohana sura ya 5 mstari wa 29. Kwa hiyo wale ambao wamekufa katika Kristo, manake uzima wa Mungu umo ndani yao, ile zoe ya Mungu imo ndani yao. Yohana sura ya 6 mstari wa 48 anasema, si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu. Mstari wa 48, Yohana sura ya 6:48 anasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu ndiye chakula cha uzima. Kwa hiyo yeyote ambaye ana Yesu ana uzima wa Mungu mwenyewe, ana uzima wa milele, na kwa mantiki hiyo atapewa mwili wa umilele siku ile ya mwisho. Na wale ambao wamemwamini Kristo na wamefufuka, wamepewa miili mipya ya utukufu, watatawala na Bwana milele 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 milele. Maisha ya furaha, maisha ya amani. Hakuna dhambi tena, hakuna mauti tena, hakuna kifo tena, hakuna chochote ambacho ni utawala wa giza tena. Lakini wale ambao watakuwa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, aisee, watakuwa katika mauti ya umilele. Yohana sura ya 6 mstari wa 40 anasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Anasema nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa nini? Ili aweze kuwa na yeye milele na milele na milele. Nimalizie kwa kukupa ile andiko kutoka katika kitabu kile cha Ufunuo sura 20 mstari wa 12 ambalo linazungumzia juu ya mauti ya pili. Anasema, nikawaona wafu wa Ufunuo sura 20 mstari wa 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Ukisoma mstari wa 10 nasema, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo na wale wafu ambao watakuwa wamefufuliwa lakini waliishi maisha ya dhambi, wataungana na ibilisi kwa ajili ya kutumikia matokeo ya hiari ya kwao katika ziwa la moto, na kutakuwako na kilio na kusaga meno. Lakini ni habari njema kwa wale ambao watakuwa wamempa Yesu maisha yao, ya kwamba watatawala na Yesu milele, wataishi na Bwana Yesu milele. Ni wakati wako sasa, njia ya kuweza kupokea uzima wa milele ambao hata ukifa tuna hakika ya kwamba tutakuona katika umilele katika Bwana Yesu Kristo, na tutaishi tukifurahia na Bwana milele na milele na milele, kwa sababu ya uzima wa Mungu ndani yetu. Uzima huu unaupokea kwa kumwamini Yesu, unaupokea kwa kumwamini Yesu. Yeyote amwaminie yeye, Yohana 3:16 anasema, hawezi kupotea, hawezi kuangamia, bali anakuwa na uzima wa milele. Ni fursa ya kwako wewe ambao hujaamini uweze kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kisha uzima wa Mungu utakuwa ndani yako,
na baada ya hapo unageuzwa na kufanyika kwa mtu mwingine, na maisha yako yanabadilika, na Mungu anaanza kukuongoza katika njia zote. Mwisho wa siku, hata utakapoondoka hapa duniani, iwapo Yesu hajarudi, basi Yesu atakufufua na utapokea mwili mpya, mwili wa utukufu, mwili wa milele. Na kama Yesu akirejea, basi ni fursa ya kwako kumwona Yesu angali hujafa. Lakini Yesu atarejea baada ya injili kwa imehubiriwa kila kona, na kila mmoja kusikia habari hizi njema za ufalme wa Mungu. Kama uko tayari kumpa Yesu maisha yako awe Bwana na Mwokozi kwako, unaweza ukafuatisha sala hii. Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ninahitaji uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na mkataa ibilisi na kazi zake zote. Nakataa dhambi kuanzia leo. Nisaidie Bwana kuwa mwanao, nawe uwe Bwana wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi kunifanya kwa mtu mwingine. Katika jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambaye amempa Yesu maisha yake wakati huu. Baba, chukua nafasi ya kwanza na umhudumie. Imarisha utu wake wa ndani sasa. Anza kumgeuza na kumfanya kuwa mtu mwingine. Badilisha utu wake wa ndani kwa neno lako hili, na Bwana Yesu msaidie kumkutanisha na watu sahihi watakao msaidia katika kumfundisha neno lako, lakini pia na kumuongoza katika msingi wa wokovu aliopokea siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu ni wema, ni katika jina la Yesu, amen. Wewe ambaye ulikuwa umeshaokoka, nataka nikutie moyo. Jikite katika kukua kiroho na kuelewa juu ya kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, ili uzima wa Mungu uwe ni halisi kwenye maisha yako. Ninakuombea amani na nguvu ya Roho Mtakatifu ifanye operation kwenye maisha yako, ya kwamba ile zoe uzima wa Mungu mwenyewe uwe ni halisi katika maisha yako. Chochote ambacho ni utawala wa giza kinatawala eneo lolote la maisha yako, ninaagiza neno la Mungu mwenyewe likufungue kutoka hapo kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akusaidie, akutoe kwenye utata ulionao. Amani ya Kristo iwe pamoja nao. Usiache kutuma message, usiache kushare message hii kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, kwa kuwasaidia watu wote waweze kuelewa. Mungu wa mbinguni akubariki hadi wakati